Muvokire. Kwa majina ni mchungaji Titus Okoda, mzaliwa wa Nyamira, huko North Birango. Kikazi inafanya kadayosisi ya Ziwa. Pokea salamu kutoka familia yangu, pokea salamu kutoka Kisumu. Umezipokea? Bwana amefufuka, kweli amefufuka. Hii ndio ujumbe kuu katika mahubiri yetu ya leo. Sijui niseme nini, kwa sababu waimbaji wameimba, wameingia, ni kama mimi pia nitarudia. Nisamea kurudia, sina mapya. Hapo mwanzo, baada ya uimbaji, kulikuwa na urafiki, umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Walishirikiana vizuri zaidi, walishirikiana wakawa karibu, lakini mambo yaligeuka. Adamu alipoanguka, alipotii sauti ya huyu mwovu Shetani, mambo yakageuka. Uadui ukaingia kati ya Mungu na mwanadamu. Hawakuweza kushirikiana tena. Hata mbili Mungu kuweka malaika waliokuwa na silaha kali kati yake na mwanadamu, ili mwanadamu asiweze kumkaribia huyu Mungu mtakatifu, kwa sababu hapa mwanadamu ameanguka. Na baada ya hapa, Mungu kwa upendo wake, Mungu kwa neema yake, akatafuta mbinu mpya jinsi ya kurejesha ule uhusiano uliokatika. Na hapa ukisoma kutoka Mwanzo mlango wa 5 na mlango wa 3 mstari 15, Mungu aliahidi yule atakayeponda kichwa cha nyoka, yule atakayemaliza huyu mwovu Shetani aliyeleta utengano kati ya Mungu na mwanadamu. Wale wakina mama waliulizwa maswali na malaika pale walipoenda kupaka ule mwili. Mbona mnatafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Mbona mnatafuta yule aliye hai miongoni mwa wafu? Ilipofika Ijumaa, sababu tumekuwa katika safari ya siku 40, safari ya msalaba, na hii safari ilipofika siku ya Ijumaa ilikuwa giza, tumaini ikaisha. Ilikuwa giza kwa sababu Yesu Bwana aliwapa pale msalabani waliokuwa karibu, walio wanafunzi wake, na kila mmoja ikawa kwamba wakawa katika njia panda, wakawa katika giza, ikawa kwamba tumaini imeisha. Ilikuwa wakati gumu katika maisha yao, ilikuwa giza kabisa, ilikuwa huzuni, ilikuwa huzuni ya kuwa na furaha. Hakuna aliyeweza kuimba haleluya jinsi tunavyoimba haleluya leo, kwa sababu kilichoshuhudiwa ni mauti, kifo. Na sasa ilipofika Jumapili asubuhi, kufufuka kwa Yesu ukabadilisha kila kitu. Hivyo ufufuo wa Yesu Kristo ni utimilifu wa maandiko yote na msingi wa imani ya tumaini yetu ikiwa Wakristo.
ni utimilifu ya hayo ambayo yalitabiriwa kutoka mwanzo, kutoka kitabu cha Mwanzo. Wanabii wakatabiri, na hata kutoka hiyo somo ya Ayubu tulisikia akisema kwamba najua mtendaji wangu yu hai. Hivyo ufufuo wa Yesu inatimiza andiko. Wakati wakina mama walipoenda pale, walikuta lile jiwe limevingirishwa kutoka kaburini. Kwa sentensi hiyo Luka anaelezea tukio kubwa kuliko yote katika historia ya uumbaji, na hiyo tukio ni kwamba ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wanawake walikuja alfajiri wakidhani kukuta mwili wa Yesu ukiwa kule kaburini, lakini walichokiona kilibadilisha dunia milele, kilibadilisha historia milele. Ni kwamba walichokushuhudia ni kwamba kaburi ulikuwa wazi, na wakapata ujumbe kutoka mbinguni linalosema kwamba mbona mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Ni sauti kutoka mbinguni, ni sauti kutoka kwa Mungu kupitia malaika. Swali hili la malaika linaonyesha jinsi hata wafuasi walio karibu zaidi na Yesu nao pia walishindwa kuelewa kilichotokea. Walishindwa kabisa, na hata ni kama walisahau haya ambayo Yesu alisema mara nyingi, alirudia mara nyingi sana kwamba mwana wa Adamu atasalitiwa, atakamatwa, atawawa, na siku ya tatu atafufuka. Sasa mbingu linatangaza kwamba kifo kimeshindwa kwa sababu Yesu yu hai. Kifo kimeshindwa, na hii ni utimilifu wa Agano la Kale na hata maneno ya Yesu. Ufufuo wa Yesu kwa njia hiyo haikuwa jambo la kusangaza, kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi tangu zamani. Nimetaja kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3:15, na sio hapo tu. Ukisoma kutoka Zaburi mlango 16 mstari wa 10 nasema, maana hutaniacha nafsi yangu kusimu, wala hutamwacha mtakatifu wako aone uharibifu. Ilikuwa ni utabiri kwamba Bwana atafanya nini? Atafufuka. Mitume Petro aliweza kutaja maneno hayo alipohubiri siku ya Pentekoste katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari 25 kuelekea 31, akiwahakikishia kwamba Bwana Yesu amefufuka. Nabii Isaya katika mlango wa 55 mstari 10 mstari wa 11 anasema, ingawa Bwana alipenda kumpona, ataona usawa wake, ataishi siku nyingi. Ingawa mtumishi wa Bwana atateswa na kuuawa, ataishi tena na kuona matunda ya kazi yake. Hii ndio ilikuwa utabiri wa huyu nabii Isaya. Sio hapo tu, sio hapo tu. Hosea katika mlango wa 6 mstari wa 2 anasema, baada ya siku 2 atakufufua, na siku ya tatu atatuinua, nasi tuishi mbele zake. Ni mali mengi zaidi na zaidi ambaye unabii usema kwamba Yesu atafufuka. Unabii huu unasema juu ya ufufuo wa Yesu kwamba siku ya tatu atafufuka, na hapo kutakuwa na uzima mpya kwa watu wa Mungu.
yake ni kwamba anapofufuka mambo yanabadilika. Na sio hiyo tu, Yesu Kristo mwenyewe huyu aliyefufuka naye pia hakunyamaza, aliweza kuambia mapema. Soma Luka 9:22 anasema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Alikuwa amewaambia. Si hapo tu, hata Mlango 18:33 alisema, na baada ya kumpiga mjeledi watamuua na siku ya tatu atafufuka. Kwa hivyo kufufuka kwa Yesu ni jambo lililokuwa katika andiko kutoka Agano la Kale hata mpaka Agano Jipya. Na hivyo Nakasia alisema kwamba sio jambo jipya, ilikuwa ni mpango wa Mungu wa ukombozi. Ni namna Mungu alivyopanga kuwakomboa wenye dhambi. Huyu mimi pamoja nawe tulipokufa kwa ajili ya dhambi, sisi ambao tungeweza kujiokoa, Mungu kwa neema yake, Mungu kwa upendo wake akamtuma Yesu Kristo, akaja akazaliwa na akafa kwa ajili ya ukombozi wetu. Siku ya tatu inadhihirisha jinsi ushindi ilivyokuwa. Alipofufuka ikawa ushindi mkubwa. Hivyo basi nasema kwa ujasiri na tena kwa nguvu, ni siku muhimu tunapokumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Asiyeelewa siku hii, asiyefahamu siku hii, sio Mkristo, naweza kusema, kwa sababu Wakristo ni siku muhimu kabisa kwao. Kwa hivyo wasiokumbuka siku hii, naweza kusema si Wakristo, kwa sababu hawajui siku hii, hawajui hii jambo kuu lililomleta Yesu katika ulimwengu. Yesu aliwekwa pale msalabani kwa ajili yako, mimi pamoja na wewe. Adamu alipoanguka, lile lango kati ya Mungu na mwanadamu lilifungwa jinsi nilivyosema, lakini kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, basi lile lango likafunguliwa tena ili tuweze kufikia Mungu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni furaha yetu kwa Wakristo kwamba sasa hatutapita kupitia mwingine, kwa sababu Yesu amefanya yote. Alipoiachilia, alipokufa, alisema kwamba yote yameisha. Ni nini iliisha? Ni nini iliisha? Mpango yake ya wokovu, kazi ya wokovu imekwisha, kwa sababu sasa lango la mbinguni limefunguliwa na mbingu iko wazi kwa kila mmoja. Hivyo lango lililofungwa sasa liko wazi, na ni furaha yetu kwamba hilo lango liko wazi. Alipofufuka kulikuwa na ushahidi. Mungu akawachagua wale wakina mama Maria Magdalena, Yohane na Maria mama yake Yakobo na Yohana kuwa mashahidi wa kwanza, ingawa watu hawakusadiki, lakini wakawa washahidi walipokuwa na shida, walipofikiria ni nani atakayefikirisha lile jiwe pale. Lakini walipofika wakapata jiwe limeviringishwa na kaburi liko wazi. Na hapo kuna sauti inayowauliza, mbona mwatafuta aliye hai kati ya wafu? Mbona mwatafuta aliye hai kati ya wafu? Mungu kwa njia hiyo hutumia wanyonge kufedhehesha wenye nguvu, jinsi anavyosema Mtume Paulo kutoka Wakorintho 1:27. Ufufuo wa Yesu ni tukio la kihistoria, si hadithi wala mfano. Ni kweli wa kihistoria. Wanawake waliona kaburi tupu. Petro alikimbia mbio akaenda pale. Alipofika pale, aliingia kaburini
na pande ya kufa na Mungu aliweza tu kuona hizo nguo. Na pale kwa mjane naye pia alipoingia pale alipata kama kaburi liko wazi. Na wakaenda na kutangaza huu habari. Mitume Paulo aliorodhesha zaidi ya masaidi 500 walioshuhudia kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ni kutoka Wakorintho wa kwanza 15 mstari 3 kuelekea mstari wa 8. Basi ufufuo wa saa uumbaji mpya. Kwa sababu alifufuka, basi ikawa kama uumbaji mpya. Na kweli tunaweza kuona kwamba mitume, wanafunzi wa Yesu na wale waliokuwa na hofu, waliokuwa na uoga, waliokuwa wakijificha ilipofika siku ya Alhamisi na Ijumaa, sasa baada ya kufufuka kwa Yesu walikuwa na ujasiri mwingi wa kumhubiri Yesu Kristo aliyefufuka. Walikuwa na ujasiri, iliwapa nguvu mpya. Hivyo kufufuka kwa Yesu inatuletea nguvu mpya hata sisi tukiwa wa Kristo, kuhubiri na kusema kwamba Yesu hai ameshinda mauti. Kumbuka, mara nyingi waliteswa wanafunzi na wafuasi wa Yesu, na hata walipoteswa hawakunyamaza, waliendelea na kusema zaidi na zaidi kwamba Bwana mfalme amefufuka. Walipoteswa hapa, walikimbia kwenda pale ng'ambo ya pili, na wanapofika ng'ambo ya pili ni kuhubiri Yesu aliyefufuka. Wanapoteswa pale, wakikimbia kwingine wanamhubiri Kristo aliyefufuka. Na kwa njia hiyo injili ikaendelea mpaka ikatufikia. Ni ujasiri wa namna gani? Kwa hivyo kama Kristo angefufuka, basi hawangekuwa na ujasiri kiasi hicho ya kuhubiri na kusema Kristo amefufuka. Waliteswa, waliona mengi magumu, na kwa sababu Kristo alifufuka, basi bila shaka tuko na hakika kwamba kuna ufufuo na uumbaji mpya. Kuna ufufuo na uumbaji mpya. Ufufuo wa Yesu ni malimbukizo ya uumbaji mpya. Katika Wakorintho 15 mstari wa 20, mtume Paulo anasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Anashuhudia na anaendelea katika Warumi 6 mlango wa mstari wa 4 kwamba kama vile Kristo alivyofufuka kutoka wafu, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika upya wa nini? Tuenende katika upya wa uzima. Ni kwamba kufufuka kwa Yesu yabadilisha maisha yetu, yabadilisha mawazo yetu, kwa sababu Kristo amefufuka. Sasa Kristo ni yule anayeishi maisha mapya, ni yule anayefikiria tofauti, kwa sababu Kristo amefufuka, anatumaini. Maisha ya wanafunzi wa Yesu haikubaki vile, lakini ilibadilika kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Katika Kristo tumefanywa viumbe vipya. Katika kufufuka kwake tunafanywa kwa viumbe vipya. Hatumo tena ndani ya Adamu wa kwanza, bali ndani ya Adamu wa pili, ambaye ni Kristo Yesu mwenyewe. Tunaishi pamoja na Mungu. Maana ya ufufuo kwetu leo ni kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ndiye msingi wa imani yetu. Ndiyo msingi wa imani yetu. Paulo anasema, kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu ni bure. Kama hakufufuka, imani yenu ni bure. Lakini Kristo amefufuka,
kumbuka, imani yetu si bure, mahubiri yetu sio bure. Ni kwamba kupitia kufufuka kwa Yesu Kristo dhambi zetu zimesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zimesamehewa. Ni kwamba kifo kimeshindwa. Hasa katika mlango 28 mstari wa 8 anasema atameza mauti milele, na Bwana Mungu atafuta machozi yote. Katika Ufunuo Yesu mwenyewe anashuhudia akisema kwamba katika mlango wa kwanza mstari 17-18 anasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, nalikupa na tazama ni hai hata milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Ni yeye mwenyewe anashuhudia. Kumekuwa na mafundisho ya uongo kuhusu kufufuka kwa Yesu. Wengi, kuna wale wanaosema kwamba hakufufuka. Wengi kuna baadhi ya wale wanaosema kwamba hakufufuka. Lakini kumbuka, wanaofanya utafiti mpaka wa leo hii hawajafanya utafiti na kupata mifupa ya Yesu. Hawajafanya utafiti tangu karne huo mpaka karne hii ya 21, hawajafanya utafiti na kupata kwamba Yesu alifichwa mahali ama mifupa yake ilifichwa mahali. Wale wanasema wengine wanasema kwamba labda maaskari walipokuwa wakilala basi wanafunzi walimuiba. Hawajafanya utafiti na kupata huu mwili wa Yesu Kristo, na hawatapata kwa sababu alifanya nini? Kwa sababu Yesu alifufuka. Yesu hapa amegeuza kaburi kwa lango la uzima. Amegeuza kaburi kwa lango la uzima kwa sababu yeye yu hai, nasi pia tutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yu hai, wewe pia utaishi. Kwa sababu yu hai, nami pia nitafanya nini? Tutaishi. Kwa hivyo nasi pia tukumbuke wakati wa mashaka, wakati wa huzuni, wakati wa hofu, tukumbuke kuwa maandiko ni kweli na ahadi za Mungu hazikosei hata kidogo. Basi wapendwa katika Bwana, tusimtafute aliye hai miongoni mwa wafu. Tusimtafute katika dini za ulimwengu huu. Tusimtafute katika manabii ya uongo. Wakati wetu unatokea manabii wa uongo wanaojitangaza kama manabii, lakini Biblia ni wazi kutoka mwanzo hadi Ufunuo kwamba hakutakuwa na nabii zaidi ya Yesu Kristo. Ndiye nabii wa mwisho. Yeyote anayejiita nabii au wengi ambao watu wanawafuata hapa na pale kwamba nabii ametokea pale, ni mafundisho ya uongo kabisa. Biblia haijanena juu ya hao manabii. Biblia ni wazi kwamba nabii wa mwisho ambaye Agano la Kale iliweza kuangazia sio mwingine bali ni Yesu Kristo aliye hai. Ndiye huyu Yesu Kristo. Tumwamini. Tumeitwa kumwamini. Kwa hivyo tusiwe na shaka kwa sababu yeye ni hai. Tusimtafute katika dini, katika manabii ya uongo, katika matumaini ya ulimwengu huu. Tusimtafute vijana, tusimtafute katika mtandao. Hayuko pale. Huyu Yesu yupo pamoja nasi katika neno lake na katika sakramenti. Yupo pamoja nasi kila wakati katika neno na katika sakramenti. Wale wanawake walipopata ujumbe walirudi na kuambia mitume
pia. Kazi yetu leo tukiwa Wakristo ni kwamba tuende tukawaambie walimwengu wasiojua kwamba Yesu ni Bwana, wasiojua kwamba Yesu amefufuka, tuwe wasaidi wa Yesu Kristo. Na tuanzie nyumbani, tuanzie kule kwa familia, wajue kwamba Kristo ni Bwana aliyefufuka. Nenda kwa jirani, tangaza